Katika safu ya historia za ulama wetu leo tunakuletea historia ya alimu mkubwa wa Kiibadhi ambaye amezaliwa Zanzibar na sehemu kubwa ya elimu yake kuipata hapa hapa Zanzibar. Si mwingine ni Sheikh Ahmad al-Khalil ambaye kwa sasa ni mufti mkuu wa nchi ya Oman. Jina kamili la alimu huyo ni Sheikh Ahmad bin Hamad bin Suleiman bin Nasr ibn Salimain ibn Humaid al-Khalili al-Kharusi, na umaarufu wake ni Badruddin, ambaye amezaliwa Zanzibar mwezi wa Rajabu mwaka 1361 Hijria, muafaka na tarehe 27 Julai mwaka 1942 Miladia, wakati ambapo Zanzibar wakati huo ikiwa ni koloni la nchi ya Oman. Huyu ni mwanachuoni mkubwa katika karne hii ya 21 katika madhahebu ya Ibadhi, ambaye ni imamu na msomaji mzuri wa Qur'an tukufu, mwalimu, na pia hadi tunatayarisha kipindi hiki anaendelea kushika wadhifa wa mufti mkuu wa falme wa Oman. Zaidi, Sheikh Shabani Salim Batash anamwelezea Sheikh huyu. Hakika huyo ni mwanachuoni mkubwa bora mwenye ilmu yenye manufaa makubwa sana kwa umma mzima wa Kiislamu. Tabia zake ni tabia bora kabisa. Tabia zake ni mpole, anawapenda watu katika mambo ya kheri, mwenye hikma katika mambo yake, ni mtu mwenye uadilifu katika kuhukumu kwake, anafanya uadilifu hata katika fatwa zake. Si mtu wa kujivunia madhehebu yake kwa maana kujivutia kwake yeye akawavuruga wengine. Si mtu namna hiyo, ni mtu mwadilifu katika kauli na fatwa zake. Hadharau madhehebu mengine. Ni mtu ambaye ni mfano wa kuigwa katika ulimwengu wa Kiislamu. Kama ilivyo kawaida ya watoto wa Kiislamu, Sheikh Ahmad al-Khalil alipelekwa madrasa akiwa na umri mdogo sana, na alipofika umri wa miaka 9 tu alikuwa tayari ameshahitimu na kuhifadhi juzuu zote 30. Baadaye alimu huyo aliendelea kuchota elimu ya dini fani mbalimbali kutoka kwa ulama tofauti, na miongoni mwa mashekhi wake ni pamoja na Sheikh Isa bin Said al-Ismail. Vile vile Samatu Sheikh al-Khalidi alisoma pia elimu nyingine mbalimbali kupitia baadhi ya mashekhi wengine mbalimbali katika mji huu wa Zanzibar, na katika miongoni mwa hao mashekhi Sheikh Isa bin Said al-Ismaili na Sheikh Khalfan bin Musallam al-Harrasi na Sheikh Hamud bin Said bin Saif al-Kharusi wa Sheikh Ahmad bin Zahran al-Riyami. Vile vile alikutana na Sheikh al-Khalil na pamoja na Sheikh mmoja mkubwa katika maulama wa kutokea nchi Algeria ambaye ni Sheikh Abu Ishaq Ibrahim Atfish rahimahullahu ta'ala. Alikutana naye katika mji wa Zanzibar hapa, wakati huo Sheikh alikuwa katika mji huu na akasoma kwake Sheikh Ahmad bin Muhammad al-Khalili ilmu mbalimbali katika masuala ya sheria na lugha na mengineyo. فيها ما كما جاء في الحديث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يكسبون وليس للإنسان إلا عمر واحد. Samatu Sheikh Ahmad al-Khalili alikuwa mwanzo katika uhai wake anaishi na wazee wake kule katika mji wa kijiji Mfenesini. Kwa hiyo alipotoka kule baadhi ya siku paka mjini Malindi, alikuja kuchukua ilmu kwa maulama mbalimbali katika mji huu wa Zanzibar kwa miaka hiyo. Tazama juhudi kubwa hiyo, kutoka mtu shamba kama kule Mfenesini kwa miguu, hata kwa baskeli bado si kidogo, kuja kutafuta ilmu ya Allah mjini huku Malindi, si jambo dogo. Samatu Sheikh Ahmad al-Khalili naye taban ni katika watu wanatokana na asili
babu zao ni watu wa Buhla au Bahla, ni mji ambao uko baada ya Nizwa. Ukienda kutoka kule Masqat unakwenda upande wa miji ya ndani kule mantika dakhilia, kuna mji unaitwa Nizwa. Baada ya Nizwa unakwenda kule mpaka unakuja kufika mji unaitwa Bahla au Buhla, ilikuwa ndo wazee wake huko kule. Alikuwa mzee wake Sheikh Al-Khalili, alikuwa mzee wake ni mtu mwema, mtu bora kabisa. Wa khadiraha wajidu la Zanzibar, na mzazi wake huyu alisafiri kutoka kule Buhla au Bahla mpaka kufika Zanzibar hapa visiwani, na kaishi hapo kwa muda wa miaka mingi mno. Na alikuwa ni mtu ambaye baba yake huyu ni mtu mwema, mtu akizungumza maneno yenye hikma. Alikuwa ni mmoja katika viongozi wakubwa walikuwa ni waasisi wa jumuiya hiyo ya Waarabu zamani wakati ule. Kwa hivyo kawa vile vile kiongozwa na baba yake Sheikh Al-Khalili kwa muda mrefu, mpaka kufikia hatua tena kwa viongozi wengine baada pale. Ama kuhusu vitabu vyake mbalimbali vyotunga, moja katika hivyo ni kitabu inaitwa Jawahiru Tafsiri, Anwarun min Bayani Tanzili. Ni kitabu cha tafsiri ya Qur'ani hichi ambacho ukafika baadhi ya juzuu tu. Pia kuna Al-Haqq Ad-Damigh cha aqida hicho. Pia kuna Majmu'atu Kutubi fi Fatawa, juzuu kadhaa katika fatawa, mpaka juzuu 6 ambazo ndo maarufu nilikuwa nazo mimi mpaka sasa hivi. Huenda kazi kwa nyingine pia zimetoka sijajua, lakini ziko mpaka juzuu ya 6. Ni silsila hii mtiririko mzima wa fatawa mbalimbali za kisheria kwenye mambo ya tahara kule mpaka kufikia mambo yanahusu ahkamul janaizi, hukumu za jeneza au hukumu za kuhusu masuala ya maiti, katika baadhi ya fatawa ambazo ametoa Sheikh wetu huyu Ahmad ibn Hamad Al-Khalili. Tukimwangalia fadhilatu Sheikh Ahmad Al-Khalili shughuli zake akiwa nyumbani nchini Oman, tutaona kwamba awali aliombwa kusomesha katika msikiti mmoja katika mji wake wa Bahla kwa kipindi cha miezi 10, na baadaye akachaguliwa kusomesha katika msikiti mwingine mkubwa ndani ya mji wa Muscat nchini Oman uliojulikana kama Masjidi Al-Khur, shughuli aliyoifanya hadi mwaka wa 1971 ambapo alichaguliwa kuwa kadhi wa mahakama ya rufaa nchini Oman. Sheikh Ahmad Al-Khalili baadaye alichaguliwa kuwa mkurugenzi katika wizara ya mahakama katika mambo ya Kiislamu, wakfu na uhusiano wa mambo ya nje hadi mwaka wa 1975 alipoteuliwa kuwa mufti wa falme za Oman kufuatia kufariki kwa mwanawachuoni mkubwa Sheikh Ibrahim bin Said Al-Abri. Huyu ndiye alim al-allam fadilatu Sheikh Ahmad Al-Khalil, mufti wa sasa nchini Oman huko Mashariki ya Kati. Mwenyezi Mungu ampe afya njema itakayomwezesha kuendelea kuutumikia umma wa Islamu nchini Oman na ulimwenguni kwa ujumla. Ni Saidi Suleiman akisimulia sehemu ya awali ya historia ya Sheikh wetu Samaatul Sheikh Ahmad Al-Khalili. Mwenyezi Mungu amkuzie kheri zake na atujalie na sisi kuwa wenye kufuata nyendo njema za mashekhi wetu, na atujalie pata hatma njema. Amin.